tunafurahi tena kwa tena. Bwana tushimira ubutaha, tunashukuru tena viongozi wa kakwelele kwa Imana ibareta kiwe Mungu awabariki. Bwana tunashukuru tufurahi sana. Kwa patendo tunaona pasta Kristo mzee wa pela kinama mzazi ambao mzazi wetu alihadima ya neno pamoja na leo na furaha ya kumwona sherio tunashukuru tena kanisa zima. Maana hapo tutatoka Mungu alifanya mambo kwa hili kulingana na kumtoa kaka tuko hapa kuanzia Jumatano Sura watano wote ambao wako naona atabite au sio ni sana kwa ila ndio kama kitu ndio kiasi sababu ndio kwa tima anafanya kazi ya Mungu kwa nafsi ya watoto ni wako wakati wa asubuhi kuna programu kwa gazeti ni program ya siku kwa sababu ni kwa Imana ndiye kuheri Mungu anaenda kutubariki. Bali tuona ikana tukiona mkono wa Mungu. Ndio mambo tuweze kwa maana tunafurahi. Ndio mambo tusimama. Maana tunamshukuru Mungu. Ndio mwaka wa 2025. Imani yangu imepanda anabii. Mungu alinibadilishia tena jina. Kwa mwezi wa 9 Roho kwa nabii wa hiyo mwaka unaoisha hadi tarehe 3 ibada sisi tulifanya Mungu alinibadilishia tena jina. Kwa hiyo baba hivi sasa ninaitwa baba. Haleluya. Amen. Leo kalamu tunaendelea ili wakati nilikuwa pale kwa zao hivi hapo alikuwa wasichana wanaokuwa hivi sasa nazao tatu kwa watoto sana kweli wa mume wa mkali leo Mungu ananipatia watoto kwa hiyo sasa ndio ninakutia wakati anapokwenda kubariki na unafikia naona gari sasa kwa sasa Mungu amenipatia asio wote wanaweza kutoka kwa hiyo ninashukuru tena Waisraeli wakianza na kwa sasa wana afya njema. Kwa hiyo tunashukuru kwa Imani ndio watu kutukia tunatumika kazi ya kujifunza. Tungekuwa watabiwa naenda sasa kusikiliza leo ni siku njema kwa maisha yetu. Mungu kawaida wewe ni yeye ambaye kwa unaombe taarifa usikie neno kutoka kwa Mungu. Mungu anatuombea mema. Na wakati kufika mahali kuanzia Jumatano kufika kule na ilipotoka na sehemu mmoja nilikutana yaani kwa ilisikia kwa sababu sisi tunaenda kumaliza na mkweli na mimi nataka nikuhudhurie na kwa ibada
Lakini sasa nikajifikiria nikakutana na maana mtakifanya kazi yeye ndiye anayeona akasema kama hivi hata kwa kidogo kazi ya Mungu utafanya yote. Sasa Yesu akawaambia kazi zote za Mungu kama ilivyo yote tumikie Mungu. Amen. Tashimana leo tunashukuru Mungu. Nitafanya majambo acha tuone Mungu. Jambo la kufanya ndio kuongelea siku ya leo. Nitakuja acha ameshinda. Amen. Acha kulia simba wa kabila ya Yuda ameshinda. Haleluya. Amen. Acha tuone katika Ufunuo wa Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza kufikisha mstari wa 4. Msomaji wetu unaona hivi sana. Ndio karibu kusaidia. Ili mambo yote yaende sawa. Bora nabo kwizanye kuyawe cyanditswe imbere n'inyuma kidofashe ubushashara ikimenyeshe ibyo n'ibimenyetso. Bora kubarika ikomezi nyinshi asemerereza igihe mbega ati ninde bibereye kwazigura kiriya gitabo bamenye igihagarike ntihagira uwo mu ijuru cyangwa mu isi cyangwa ikuzimu ashobora gusigura icyo gitabo cyangwa kiraba. Naje yitwa cyane n'ubwo habonetse ubereye kuzigura icyo gitabo cyangwa kiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacyo utinya. Iyi ntambwe yo mu muryango wa Yuda umunagogo ishize cya Dawidi yaramenyesheje bazigure igitabo amenye igihagarike. Bona hagati ya yombi yabyari ingingo bibiri no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishe afise amahembe n'amaso abiri. Ibyo biz'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza arikura ukuboko kw'iburyo kw'inzaniye kwihagera. Amaze kwandika igitabo byari 40 n'abakuru 24 baca bikubita imbere ya wa mwagazi bafise inanga bose n'izamba z'izahabu zuzuye imibavu. Iyo gusenga kabera. Amen. Yesaya 53 murongo w'indwi kugeza ku gitabo cya Yesu 53 mstari wa 7. Yesaya 53 murongo w'8 haranditswe yarashuraguzwa yamara ntiharegeka
yakora kunywa nk'umwagazi w'intama ijana ibanje cyane no gutama itegereza imbere y'abakemura ifata uw'umuntu yakuweho bakubwirwa nabi no gutsindishwa uwo ubunane bwiwe ninde yashyize ku mutima ko yakuwe isi akiriho ibishoboro by'abantu Sasa Yesu anakushimia wao Yesu tunashukuru Imana hao ngajene kwa hapa ndio simu hao Yesu sisi tunao hali ni watu na wewe itakukuru hao mashora kwa uwezo hapo tutao sisi tunao kazi kule tunasimama kwa yao kule hao kuna asante kwa pamoja nasi tunaomba tukiamini kwa kupitia jina la Yesu. Amen. Ngoja awashiriki kuangalia yaliyo hivyo tunaenda kuongelea. Kwa sababu aliyokuwa kilima. Sasa hivi kwa hapa Mungu tutendea vema. Kuna wengi wanatamani kuwa kwa kile lakini wewe unaamini Mungu usikie maneno haya tunaweza kusoma. Tuko hapa kwa bahati nasikia. Tuko hapa kwa sababu tunamjua sisi. Ndio maana mahali ulipofanya. Maana Yesu amesababisha wewe. Kwa maana kwa hapa Mungu anampango wewe. Tumesikia neno nzuri. Mungu anampango nzuri juu ya wanadamu. Mungu anampango wema juu ya wanadamu. Ilikuwa wakati wa na tukaona Mungu anadamu mpango wa kutoa kwa mpango wa Mungu alikuwa mwanadamu ili amwabudu. Lakini tukaona wakati mwingine shetani anashushwa chini, anaanza kupatia watu maovu ili iwezekane wakosane na Mungu. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu ili tu awale kifurahi mbele za Mungu. Na Mungu anapomwangalia kufurahi sisi tuwe wakuhani mbele za Mungu. Ili tuendelee tukipandisha ili wakati shetani aliposhushwa duniani hapo ndipo wadai na ndio wana kanisani kwa sababu nilianzia mbinguni kwa Bwana ambaye anaitwa Shetani hata ambaye alifanya makosa akamshusha chini akamtoa mahali akamtoa na wakati aliposhusha chini alikuja na hasira mbele alikuja na hasira alikuja kuungana wanadamu na Mungu ili akujatie watu ili tuende bali Mungu wakati tunapofanya jambo tuende bali Mungu leo shetani atakuja na tabia mbaya
Akasema wanadamu, uwewe kupitia mikono yangu haiwezekani kwa aende hivi. Mungu akafanya kitu akaanza kufanya mkutano, akakutanisha watu akafanya kamati yake, akawaambia hivi, mimi nataka kitu kidogo. Kwa shetani tena ameshuka chini, ameshakuwa watu wanajaza hao, siwezi kuacha. Akawaambia hivi, na anaweza kujitoa kwa wale watu wa dunia hivyo nafasi yao wajitoe awogete wakutanishe na Mungu. Akakutanisha mkutano na anaweza kujitoa, akafanya mkutano na anaweza kujitoa, maana na watu wote akaona kama kwenye ufunuo, akaona kitabu kwenye mkono lakini malaika akauliza hivi, nani anaweza kutoa kitabu wenye mkono wa Mungu anaoketi kwenye kiti ili akifungue avunje vile ambavyo vinavyokishika. Amen. Biblia inatuambia wote tutakaposimama hata mtu mmoja, wote kwa wale watu wote, kwa wale wakiamuru, kwa wale malaika wote, kwa wale wenye uhai wote, wakakosekana hata mmoja, anaweza kwenda kushinda kile kitabu. Hicho kitabu kilikuwa kitabu ambacho Yohana akilia kwamba wale watumishi wa Mungu Acha
tuna simba wa kabila ya Yuda. Huo ameshinda ili atutendee mema, ili atusaidie. Haleluya, amen. Akamwambia chakula. Wakati tunakuja kanisani, tunakuwa tunamtumikia tunakuwa ili wakati tunaishi huyu ameshinda. Haleluya, amen. Wale wakiokishaona walipiga magoti mbele zake, mbele ya Kristo, hawakubali kushika kitabu ndani tulikuwa watu wa kufaa, tulikuwa watu wa kuangaika. Kwa maana shetani alikuwa tayari kuiza zapita, lakini Mungu alipotutazama, Mungu alituma ndani usiku, Mungu alituma ndani usiku, Mungu alituma ndani usiku, Mungu alipotuona, alikuwa ndani ulipo wacha, watu wawaambie tena. Sijui kama ilikuwa pasta kwa sababu najua wapendwa watu, lakini haikuwa rahisi. Amen. Haikuwa rahisi. Lakini Mungu anatoa Yesu. Yale yote yasiyote. Simba ni mdudu mbaya tena kikali sana. Tunawajele katika dunia hii. Amerika tunawajele, Iraki tunawajele, hata duniani pote tunawajele. Akashika kile kitabu akasema, Baba, ninakubali Kristo kwamba wewe unafasi
Alipofungua kitabu hicho, hakuna kile kilichopitikana. Aliteseka, ili amtafute Mungu. Alipigwa ya kutosha, alijeruhiwa. Biblia inasema aliona kukosewa sio kitu cha kushikilia, akakubali mateso hayo, lakini akaacha heshima yake ili aje kutafuta. Lakini kwa sababu alikubali kutafuta, alitulikwa msalabani, alivikwa taji ya mwili, ili wote kulipoka taji aliyosababisha usalama Yesu alikuwa kwa sababu ya shida, kwa sababu ya mimi. Amen. Ndio maana paswa kujua vizuri wokovu uliopewa, usipitie kwenye mateso mengi. Wokovu uliopewa unaitwa nafasi ndio wengi wako wanapoteza wokovu karama itokee kwa shida. Unafikiria kuna kitu kinataka kukwambia. Sikiliza upendo ambao unatupenda. Sikiliza huruma ambao wewe unatutendea. Mungu ni mtakatifu. Wakaulizana, nani anaweza kufungua Mungu? Nani anaweza kashinda? Wakasema hapana. Acha kufa. Kama roho tumekuwa. Akashinda. Lakini Yesu tunaomba upendo wa Yesu
akakubali kuteseka kwa chini ya kuamini. Amen. Amen. Acha kulia. Usipo kabila huyo ndio Kristo ameshinda ili akushinda ili akupiganie. Huyo ndiye atakayekutenda. Huyo ndiye karibu nasi. Huyo ndiye anatembea nasi. Huyo kwa maana kujitolea. Neno linasema ndiyo maana yanayokutega mbele. Amen. Wakati nilipokuwa watoto wengi, watu wengi walituangalia kimwili, walisema watoto hao walinipa mwana ili niongee wale karibu na ili wanisaidie. Sasa wakasema najisikia wote hawakubali kwa Mungu, kwa maana tuna yule mtu kuna msemaji wewe najisikia Amen. Kristo tuliwaamini. Mungu ndiye anayetusemea. Hata watuache. Hata msingi ya Yesu. Tukiwa pale wetu. Mungu ndiye anayetuwezesha. Na huyo anatenda baraka. Tena yuko vizuri. Tena watawala wao. Kwa Kristo Yesu. Tunamtumikia. Mungu hawezi kutuacha. Kiwa upande wetu. Mahali sisi tusipofika, yeye anafika. Daudi alisema hivi, ni wakati ninaikijana na hivi sasa sijawahi sisi hatuko watoto. Sisi tunajua na kutoa. Kuna yule aliyetuamsha. Haikubali kujitwisha wazazi. Ule anatujua hata huyo anajua mambo yetu. Amen.
Mtu mmoja alijidanganya, akatoa karatasi. Eti akiwa mtoto ametoka tena kuzaa. Tena wakawa watumishi wa Ibilisi. Tena mtu huyo alikuwa mtu wa Israeli. Alipokusikia kamwambia malaika, Mungu aliyetuita, huyu hawezi kuangusha, huyo amejiganganya, huyo hasahau sisi, hasahau tumetukia. Maana Paulo anasema hivi, sisi maana Kristo na leo nataka nikwambie, huyo ambaye atakuwa mtawala nikamwambia wewe moto umejidanganya. Sisi moto tunatumikia ni Mungu mtakatifu. Kwa siku hizo Mungu akabeba ujauzito, mimba ikatoka, nikaona ati Ibilisi akasema na Yesu amen. Nikamwambia farijika, Yesu ataendesha vizuri. Na tujua kwa shetani kwa na Mungu anaenda kutufungia kwa shetani kwa nyuma ya hiyo tena madamu tena akusema hiyo mtu tena akatupatia watu watatu tena alipotaka huyo mtu akakutana shida, akaambiwa hospitali na hivi tuko tunaongea na kauli hiyo wamejesha na tena aliitisha eti nene muombe. Nilipoenda nikamwambia hivi tubu haiwezekani, nikasema amen. Yesu anatenda yule aliyetukomboa. Yesu ametucha na mbaya akaangalia maana yanachua alisema watu wale kusema watoto yeye amewakusa alichokisema alisema eti Mungu anafanya tena, Mungu anachikisha. Nikamwita atuweza kujibu wewe
Isaya akaongea maneno haya. Ndoka. Eti tena. Walimbeba machinjoni. Kama kondoo nitakula kumuma. Hakitoa hata mdomo. Alikuwa kama mtoto wa kondoo. Haiwezi tuwasomea. Maana alikuwa anajua kilichomeleka. Haikubali kuteseka. Ili watu wakikusema wewe au kiaja wanaanza kukashifa. Watu leo ukiugua ukikosa kufikia unaanza kujielea kwa watoto. Lakini Yesu walipomshika walimbeba lakini huyo akuvumilia, huyo hakutoa hata kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya kujitoa. Walimchapa akikuwa msemaji, wakikuwa mchapa akiwa walipigwa mchapa, walikuwa kama walikuwa wapiga na mwili wa Yesu ili wewe na mimi tuwe wana. Ndio maana lakini shetani anafanya hata kanisa Yesu na katikati yao kuna watu ambao watu ambao mtu mmoja acha kukuna shughuli yake. Wakati ule watu watakupa lakini sitaacha kusema haya yaliyosema lakini kwa sababu kwa sababu ya Yesu anataka watu wake yeye tayari. Yesu akiwa msalabani asema yote maisha yake hili ni shetani anafanya kazi sana kwa Yesu ya siasa au kanisa kutaka watu
Inawezekana unakaa pamoja na mtu hiyo yake akakutokea mwisho wakakusemea mafecho muhimu unapotoka kwenda kupatia mlima aliko tuikalo kisima kulinda watu lakini tukiwa tunaimba wewe wako kuweka kale wasema wewe hapo kale hadi wote yeye maana hizo Yesu kupita kiesa kupita ya Musa hivyo ya yeye anatuhesalia ukubali mtakatifu Yesu alishinda. Yeye ni Bwana yeye wale hawezi kuona ndani yake kuna ndani yake ndio maana hakuna sababu wakati wote walitoka kwa Yesu haujapata kitu chochote cha kuchezea aweza anasema hivi tunatoka kwenye leo kitu ndio amen wewe unasema na wale waliotuanzia wale walishinda wale walishinda Wewe